Bwana. Bwana. Toka vilindini Bwana. Sikia sauti yangu. Masikio yako na yaisikilize sauti ya dua zangu. Bwana. Bwana. Kama wewe ungehesabu maovu. Sikia hiyo. Daudi analia anasema, Bwana, usikie sauti yangu. Anamwambia kama wewe Mungu ungekuwa na hesabu makosa, ungehesabu maovu. Bwana. Nani angesimama kama Mungu angekuwa na hesabu uovu wa mwanadamu, makosa ya mwanadamu, uharibifu wa mwanadamu, vile tumepotoka, vile tumekuwa katika maovu mengi, hakuna hata mmoja angesimama. Maana hao unaowaona hapa hawajakuwa wema, hawajazaliwa wakiwa wenye haki na watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Sini jana niliwaambia mimi nilikuwa mlevi, lakini Yesu ameniokoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata wewe katika uovu wako utasamehewa. Bwana Yesu asifiwe. Yeye hakuhesabu ya maovu. Hawezi kukuhesabia juzi ukafanya hivi, juzi kuto ukafanya hivi, mwaka wa 2000 ukafanya hivi. Yeye ukimwamini leo anayafuta yote, unafanyika kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Usianze kujihukumu na kusema sasa mimi nikiokoka saa hii, unajua mimi nimetoa mimba mingi, nimeua watoto wengi. Wewe umeua, umejua ni sawa, sawa. Lakini ukimrudia yeye unahesabika mwana wake upya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Usianze kusema mimi hasa nitafanyaje? Unajua mimi nilienda nikalala na yule bwana wa mtu. Sasa mimi nitafanyaje? Mimi nilienda nikaangusha ile ndoa. Mimi nifanya nini? Hayo yote ni yako mwenyewe. Weenda kwa mwenyewe. Enda straight kwa Mungu. Mwambie Mungu, mimi ni muovu. Mimi najua kabisa sifai mbele za uso wako. Yesu nisamehe. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo Mungu atakusamehe na atakufanya upya. Utafanyika kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hivyo ni wewe umejizuia. Usikwazo na usijizuie katika kukaa na ukafurahia katika dhambi ukisema ya kwamba mimi najua nimetenda maovu mingi, sitasamehewa. Hata naona hata Daudi anasema Bwana unirehemu, maana mimi nimekuwa mtu wa dhambi, hata nimezalika katika dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika huko kutubu, Mungu ni wa rehema, anakurehemu na anakufanya upya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unasamehewa na unafanyika kiumbe kipya. Unatembea katika utakatifu, unatembea katika upya, unatembea ukijisifu ukisema ya kwamba mimi fahari yangu mimi ni Yesu tu. Fahari yangu mimi ni nani? Ni Yesu tu. Kutembea kwangu natembea ni Yesu tu. Ukiniona tu nacheka ni furaha hii niko nayo ni Yesu. Ni wengi walio nje ya Yesu wanateseka wapendwa. Ingia katika manyumba ya watu, ikifika saa 6 kuendelea, watu wananyimwa hapa, wananyongwa. Bwana Yesu asifiwe. Watu hawalali. Watu hawalali kwa sababu ya matunguli na uchawi walionao. Watu wana manyungu kwa nyumba. Kuna manyungu madodota hapo. Kuna nyoka zimefichwa ndani ya manyumba ya watu. Ni Mungu anayetuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wacha niwaambie Mungu ni mmoja tu. Na yeye anakaa katika patakatifu. Halinganishi na yoyote. Hiyo yote ni miungu. Hiyo yote ni hizo zote ni sanamu. Usimulinganishe Mungu muumba na hizo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mzuri ukapata kumrudia Mungu. Usisite katika njia na mawazo mbili. Ni mpaka lini? Maana hata anauliza ya kwamba Elia anauliza kutasita katika mawazo mawili mpaka lini? Ikiwa Mungu ni Mungu basi mwabudu yeye, na ikiwa basi matunguli ndio Mungu mwabudu matunguli yenu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini wewe unaona matunguli naokoa wewe? Hakuna. Wewe unaona ni raha, umeweka matunguli na manyoka kwa nyumba, alafu inakupatia sheria ya kwamba leo usilale kitandani. Leo usilale na mke wako kwa kitanda. Mke
kwa kitabu. Sheria hizo, majini hayo. Bwana Yesu asifiwe. Unawekewa sheria, unaambiwa usikae town. Unapata kuna kidonda kwa mwili akiponi, kidonda suku. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanateseka kwa sababu ya matunguli na miungu walionayo. Lakini mpaka lini tu kimrudia Mungu, hayo matunguli hayatakuwa na nguvu. Ngoja kujiangaisha ukisema ya kwamba lazima nijiwekee kinga. Jina la Yesu ni ngome imara, wenye haki ukimbilia na kuwa salama. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna msaada kwa mchawi wala mganga. Lakini iko msaada, kuna msaada katika jina la nani? La Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna msaada. Daudi anasema nimekukimbilia ewe Yesu nisiaibike. Lakini wewe unakimbilia kwa nani? Mbona wewe unakimbilia waganga? Mbona wewe unakimbilia baba mdogo? Mbona wewe unakimbilia vijana ukisema ya kwamba wajua saa hii wasichana kama wale wadogo? Nasikia ya kwamba saa hii unajua saa hii siku hizi maisha mama ni digital. Najua si kama enzi zenu. Najua sisi ni watu ambao tumekuwa kizazi hiki. Hata sijui mnajiita alpha, sijui mnajiita Gen Z, I don't know. Lakini wacha nikwambie, unaamrishwa kijana mdogo, msichana mdogo, mama wote apate kumwamini nani? Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ni mwema, atakubadilisha na atakuwezesha na utashinda. Na wacha kuzingiza unasema ya kwamba wajua mimi nikiokoka, mimi msichana kama huyu mdogo, si wenzangu watanidharau. Wataanza kusema kwa nini wewe unaokoka? Mbona unaanza kuvaa manguo makubwa kama wazee? Naanza kuvaa. Acha nikwambie, siku ya roho yako kuteseka jehanamu ni wewe peke yako utakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Hautakuwa na huyo anakudanganya. Hautakuwa na huyo mama wako ama kijana anayekudanganya. Wewe weka mambo yako sawa na Mungu uone kama utabadilishwa na utaishi maisha mazuri. Na hakuna kitu kizuri watu wa Mungu kama kukaa ndani ya Yesu. Hakuna kitu kizuri kama kukaa ndani ya Mungu. Kuna furaha. Hata kama utaishi maisha ya upweke. Upweke wa kukosa vitu vya hapa vya kuonekana. Lakini rohoni utakuwa umejaa. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa umejaa. Unatembea kishujaa.